Chobi, umemtoa wapi? Huyo mimi nimtakijini kabisa huko. Ani polini huko, afu anaishi na mshamba mmoja tu. Anaishi kwenye nyumba za ajabu ajabu. Huyo akuishi kwenye nyumba za ajabu huyo, amekosa kitu gani? Nimemkuta kwenye mazingira magumu mzee. Paka natia aibu mzee wangu. Pita kakae pale. Kaa baba. Chobi, ilikuwaje ukatoka hapo ukaenda kijijini kufanya fujo? Ikiwa dada yako umeshampata, fujo ilikuwa ya nini? Angalia kijana wa watu, mmemuumiza. Kwa nini unafanya hivyo? Mama, ni kweli bado uko hai? Ndio, niko hai mwanangu, na kwa uwezo wa Mungu tutaendelea kuishi. Yameshaisha. Baba, naomba uniue. Mimi sina tena thamani katika maisha yenu. Mimi ndo nasababisha yote hayo kwa mama. Halo? Kadon, uko wapi? Ingia basi. Nilikunywa sumu ili mwanangu aishi, na Kadon ndo aliokuwa. Baba yangu ndio chanzo cha matatizo haya yote. Tamaa zake za mwili ndio zimepelekea kutokea hii hali ya hewa yote kuchafuka. Baba yangu alimtongoza Meli, na baada ya kumtongoza Meli kuna kiasi cha pesa alimpatia. Mama yangu alishuhudia lile tukio. Mama baada ya kuona lile tukio alikasirika sana na aliumia. Akasema akubali. Kuna siku Meli ulikuja kunisalimia nyumbani, ukunikuta. Mamangu alikupa matunda. Yale matunda mamangu aliyatia sumu. Lakini kwa vile sikupendezwa na kile kitendo, nilimpigia mama yako simu na kumpa taarifa kwamba yale matunda yana sumu. Baada hapo mama yako akaamua kuyala yale matunda kwa ajili yako. Na mimi ndo nilomsaidia mama yako. Chobi, mapenzi yao mimi niliyajua kitambo, na mimi niliridhia Meli aishi na huyo kijana. Wewe tambua, huyo ni shemeji yako. Chobi, huyo ni shemeji yako. Bike. Chobi. Mama Chobi. Meli.
Nilikuwa naomba msamaha. Tamaa zangu za kimwili ndio atajua. Sikutegemea kama atakuwa haya. Mimi nilikuwa naomba msamaha. Mary. Joby. Mama Mary. Mimi naomba tuwasamehe. Kijana, pole sana. Binadamu tumeondoa matatizo. Niwe mambo yako aisee. Taratibu. Mimi naondoka. Jamani. Poa. Kwa hiyo. Hodi. Karibu. Sawa, bwana. Karibuni. Asante. Dada yenu? Dada katoka kidogo kwenda kujipiga biashara zake huko za mboga mboga. Kidogo kidogo kwa hiyo. Shida. Hata nyinyi mnaweza kusikiliza pia. Ita. Naam. Jamani, mtu samehe kidogo, japokuwa nilitamani hata za muda angekuwepo, lakini kwa sababu yupo mhusika hapa, ningeomba tulimalize hili. Haina shida. Najaribu kuongea na huyu bibi hapa, anajua mwenyewe alichokifanya kakosea, kwa sababu akili yake ndivyo ilivyomtuma afanye, basi naye akafanya hivyo hivyo, lakini nimejaribu kumweka sawa, kakiri kila kitu. Kwa hiyo ningependa tuweze kuishi kama zamani jamani. Hivi tunavyoishi kweli haipendezi, kwa sababu sisi ni majirani, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo ningeomba yaishe jamani. Mary, nilikuwa naomba unisamehe. Najua nimekukosea sana, nimekufanyia mengi mabaya, lakini yote hayo sikuyafanya kwa sababu nakuchukia. Hapana, nilifanya kulingana na moyo wangu ulivyokuwa unatamani. Matamanio ya moyo wangu yalitamani iwe hivyo, lakini sikujua kama napambania kitu ambacho ilikuwa riziki yangu. Naomba unisamehe kwa yote niliyofanya. Sikujua kama ninatambua makosa yangu, yale mabaya yote nimeyaacha. Ndio maana nimekuja kuomba msamaha. Nadhani umemsikia mwenzako. Kwa upande wangu mimi sina shida yoyote na wewe. Nimekusamehe kabisa. Yaani moyo wangu mweupe. Ndio pia naomba msamaha. Mimi naweza kusema kama kwangu mimi sina shida yoyote. Hata mimi niweze kurudisha shukrani zangu kiupande wako kwa kitu ambacho tulichokifanya, kwa sababu hata enzi za mabibi na mababu zetu walidumisha upendo, na ndio maana mpaka leo tumepatikana sisi tunaishi vizuri. Kwa mlilolifanya ni jambo zuri sana. Mimi mwenyewe nimependa na nimezidi kupenda. Kwa hiyo ondoa wasiwasi kwa juu ya hilo. Jamani, hili ni jambo jema, tunashukuru, lakini akija Zamda jamani, mumwambie kilichotokea na tuwasiliane. Kuhusu dada tu tena? Mbona limeisha hiyo?